Ndugu waandishi wa habari, tumeona asubuhi ya leo tukutane kwa lengo la kuwasiliana na wananchi wa mkoa wetu wa Mjini Magharibi, lakini na Watanzania kwa ujumla, kwa sababu mkoa wetu ni lango kubwa, sehemu kubwa ambayo Watanzania wengi wanafika na watu kutoka nje ya nchi, watalii. Jambo ambalo limetufanya tuitane ni jambo tu ambalo linaendelea sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, kwenye jamii kwa ujumla kule, kwamba kuna wimbi kubwa limekuja na sema ni kikundi cha watu au watu ambao wanaleta taharuki kubwa sana kwenye jamii. Inakuwa taharuki kwa sababu mambo wanayosema ni mambo ambayo binadamu ni mambo ya msingi. Iko kundi la watu wanasema kuna concept imekuja, kuna hoja imekuja kwamba mtu akishikwa bega, hasa wanaume, sehemu zao za siri zinapungua ukubwa. Kwa maana kama ilikuwa ndefu inakuwa fupi. Sasa jambo hilo watu wakilisikia, kwa sababu swala hilo ni swala la muhimu la kimaisha, watu wanapanic, wanaingiwa na taharuki. Kwa hiyo nikaona hilo jambo tulieleze, kwa sababu limesambaa Tanzania nzima, kama ambavyo mmeona lilianzia nafikiri kule Mbeya, likasambaa likaenda na mikoa mingine, lakini hapa kwetu tarehe 4 jambo nataka nilieleze kwamba si hapa tarehe 4 tulianza kupata matukio hayo, kwa ni maeneo ya Magomeni pale Jitini kwa saa 12 jioni. Kijana mmoja akasema kwamba ameshikwa bega na abiria mwenzake wakiwa kwenye daladala, akagundua kwamba baada ya kushikwa bega sehemu zake zilikuwa zimepungua. Anaeleza kwamba aliposhikwa bega akasikia kama umeme mwilini, alafu baadaye akakuta sehemu zake zimepungua. Lakini ukitaka kujua sasa ulijuaje uko kwenye daladala, ulijuaje kwamba zimepungua, yale maelezo yalikuwa magumu. Kwa hiyo tukaenda nalo tukafikiri labda ni wimbi dogo, lakini tarehe 7 tena, tarehe 7 pale Forodhani majira ya jioni hayo, yuko tena kijana mmoja pale, naye alisema ameshikwa nyeti zake bega, baadaye maumbile yake yakapungua. Tarehe 8 tena pale Nyerere, ilileta tukushane nalo jioni, kijana mwingine tena naye akasema ameshikwa bega, nyeti zake zikapungua. Sasa shughuli kama jana tarehe 9 jana tukapata matukio mawili hapa mjini, hapa Kijangwani jirani na sheli pale, kwa jioni. Jana mmoja naye pale tena akasema naye ameshikwa bega, nyeti zake zikafanya nini, zikapungua. Lakini hapo raha leo jirani wako tengeneza makochi pale, nako kijana akasema ameshikwa bega, nyeti zake zikapungua. Kule mbaya zaidi ni ile iliyotokea kule Kijichi kwenye saa 4 usiku. Yuko mfanyabiashara ambaye anafanyia shughuli zake kule Masingini. Sasa kule saa 4 usiku akachukua pikipiki Masingini, bodaboda ikamleta nyumbani kwake. Alipofika nyumbani ameingia ndani, baada ya saa akiwa ndani akakuta kuna kundi kubwa la watu, bodaboda zimejaa nje ya nyumba yake kule Kijichi. Bodaboda zimejaa nje ya nyumba, akashtuka, yuko yeye na mkeo na watoto wake. Akashtuka akatoka kuangalia nini. Kufungua mlango amesimama kwa sababu pensi yake fupi, anaona watu kule nje wengi. Sasa jamani, kuna shida gani? Pia kufungua mlango kuna jambo. Alipoona ni tishio, sasa tumekuja, kuna umechukua nyeti za mtu. Kwa hiyo tunataka umrudishie jamaa maumbile yake yawe kama yalivyokuwa. Alipoona vile akafunga mlango akarudi ndani. Sasa wale alipofunga mlango wakavunja milango ile, wakaingia ndani, wakamshambulia, wakapora na TV yake na kuharibu mali zake nyingi. Sasa tukaona ili haya matukio yanakoenda sio kwenyewe. Kwa hiyo tukataka tuwaambie Wazanzibari wa mkoa wa Mjini Magharibi hali halisi ilivyo, ukweli wa haya mambo ulivyo. Sisi baada ya matukio yote kama mmesikia nilivyo na ratiba, tumekamata watu ambao ni jumla watu ambao tunao washirikiani watu 10. Kwa haya matukio haya tunashikia watu 10 wale ambao wamesema kwamba wameshikwa mabega, nyeti zao zikawa zimepotea. Hao watu wote 10 tunapeleka hospitali yetu ya serikali with professionals, hospitali ya serikali yenye wataalamu, watu waliobobea kwenye physiology, wasomi wa udaktari, wamewapima, wanasema hakuna, there is no any physiology, hakuna mabadiliko yoyote ya maumbile yao.
Hakuna kitu chochote kile kilichotokea kwenye maumbile yao, yako vile vile kama yalivyokuwa. Tunataka hiki ndio kuwafikia wananchi kwamba watu wote 10 hawa tumewapima sisi kwa kushirikiana na wataalamu, madaktari bingwa wa hospitali zetu za hapa Zanzibar kubwa, wote wamebainika kwamba hakuna aliyepata athari. Lakini madhara walioleta kwa watu hawa, watu wote waliowataja kwamba ndio waliowashika, wote wameshambuliwa, wana majeraha, wameenda hospitali wametibiwa, lakini mwingine mpaka mali zake zimeibiwa. Na kati ya